hapokei simu. Nikarudi mara ya pili nikasema mmekataa kupokea simu na mmekataa kunielekeza kunisikiliza mimi maoni yangu, basi hii klabu ya Simba nitaipa rana ya majini. Majini kwa uko hapa majini. Mara kwanza ilikuwa majini mangapi? Yalikuwa majini 7 waliomrudisha Mo. Majini 7 waliomrudisha Mo. Majini 7 ndio waliomrudisha Mo na yatuma yakamrudisha Mo. Baada sasa ya kutimiziwa au kupewa chochote kitu, baada ya kazi kubwa uliofanya, ukaipa laana majini mangapi? Maana unaambia unatuma majini sasa. Nikawapa majini 14. Majini 14. Watembee kila unapotembea klabu ya Simba. Kila inapocheza Simba. Iwe na Yanga, iwe mancheza ya nje, iwe kombe la nje, isifanye vizuri. Si kwamba Simba inasajili vibaya, ina wachezaji wazuri, wanaoaminika na wanaofahamika. Lakini kwa sababu nguvu ya majini ni viumbe alivyoviumba Mungu, havionekani kiurahisi. Ila majini binadamu yanamuona. Ila binadamu hawezi kumuona jini. Sasa mimi nayatuma yale majini kuwavunja miguu. Hata wachezaji sasa wachezaji wa Simba sasa ndio wanakuwa miguu yao hawapigi mpira ukaenda mahali husika wala pasi. Kwa maana hata kiwango ambacho anaonyesha Mpanzu kumbe ni shughuli zako hizo. Yaani hakuna Mpanzu hakuna mtu ana uwezo, sababu wanavunja miguu na mlango hawaoni. Goli wao ni kufungwa tu. Hivi sasa kwa sababu nataka mimi. Ulisema ndani ya miaka 5 hawatachukua kombe lolote. Hawatachukua miaka maana mpaka sasa hivi ikisalia inaweza ikawa imesalia mwaka mmoja. Na huwa hawachukui. Na huwa hawachukui. Maana kama katika nani zote ambazo wanashiriki sasa hivi naona mechi 3 wamefungwa kimataifa. Zanzibar wametolewa. Na kwambia hawatachukua kombe lolote. Simba na Yanga mechi zao ikikutana watashinda. Ashindana na Simba? Itakuwa hadithi ndoto za mchana hizo. Hizo itakuwa ndoto za kuota mchana. Anapoteza tu. Sasa wafanye nini ili kufuta hii laana na uweze kuyaondoa majini yako? Ninachotaka mimi, kwa sababu Mo mwenyewe Muislamu na babake Daudi Muislamu na Waislamu ni ndugu. Hata Mungu kasema mnapoitirafiana rudini kwenye Qur'ani na hadithi. Waje wanitafute kama walivyoahidi watanitafuta, basi wanitafute kweli sasa. Waje, mimi niko Mbagala Charambe, tuzungumze, tuweke mezani. Watachukua kombe mfululizo na wachezaji watakaowasajili watakuwa na nguvu na nuru yao ile ile na dhamira zile zile. Ndio mzee Tifutifu. Mimi nataka unipe elimu kidogo hapo kwenye mambo ya majini. Maana kwenye mambo ya mpira tunasikiaga bwana mtu labda kahamisha goli, kwamba goli imefungwa hapa mtu hawezi kufunga. Kumbe shughuli hizo nazo zote zinawezekana na unaweza. Zinafanyika na majini na mimi naziweza. Nikiwatuma majini wafanye vile ninavyotaka mimi wanafanya. Kwa sababu majini ni viumbe, mwandishi. Ni viumbe kama ulivyokuwa wewe. Kwa hiyo mfano labda tunacheza sisi hapa labda na timu ya taifa labda ya Brazil, Ufaransa na timu ya taifa Stars. Labda tunacheza Benjamin Mkapa. Mechi ile bwana, wewe unaweza kusema bwana hii tusifungwe bila au sisi tupate goli hata moja na lisirudi. Inawezekana hiyo kama tukicheza na Brazil? Hata kama tulicheza na timu yoyote, kama tutashirikiana wote, sababu wote ni Watanzania. Wakinishirikisha mimi ninachosema mimi Tifutifu, wakinishirikisha kwenye mechi za kitaifa, sababu na mimi ni Mtanzania na taifa langu, tutashinda na kombe litakuja. Lakini tatizo na sasa hivi viongozi wetu waliokuwepo madarakani, watu kama sisi huko hawatujui. Sasa sikiliza mwandishi wa habari, mimi nimezaliwa 39. Hakuna hata ofisi moja hapa Dar es Salaam nisiyoiendeshea mimi. Nimeendesha viongozi wakubwa tena wa ngazi za juu. Kumbe wewe ulikuwa mfanyakazi wa serikali unaendesha? Nimeendesha dereva. Nimeendesha viongozi wakubwa. Nimeendesha Alkado Mtagazo kwa sasa marehemu, nimeendesha Basi Mlamba wakati sasa ni marehemu, nimeendesha Mama Mogela. Viongozi wengi tu nimeendesha. Sasa ilikuwaje kutoka kwenye taaluma hii ya udereva kuja mpaka kwenye tabibu? Ni kwenu kwamba kama mnalisishwa au ni kipaji au ni kitu ambacho ulikuwa nacho? Hichi niseme ni kipaji cha Mungu mwenyewe, kwa sababu babu yangu huyo ndiye aliyekuwa mganga mkubwa sana. Sasa baada Kilombero au wapi? Hapana, alikuwa Tabora Tabora. Baada ya kufariki muda mrefu, mimi nikawa na dili
kwenye kazi zangu za udereva serikalini. Lakini mkoba ulikuwa unakuhitaji wewe? Mkoba ulikuwa unanihitaji mimi. Maana naambiwa lazima atafutwe mmoja, au yeye mwenyewe anaweza akasema atafutwe mmoja. Hata wamenitafuta mimi ndio akawa chaguo lao, kwamba ndio nitaendeleza kazi hii. Na hii kazi mwandishi wa habari mimi nimeanzia toka 90. Tangu 90 Januari. Mimi sijazaliwa hiyo. 90 Januari mimi ndio nikaanza kazi hii mpaka hii leo nilichokwambia mwandishi. Maana una miaka kama 36 hivi kwenye shughuli. Sijaendesha gari na sina mission yoyote na sina uhusiano na magari. Hata hizo ofisi zingine nimezaliwa mimi sijui kwa sasa hivi, mpaka nielekezwe nishike mkono. Ndio bwana, mimi nikushukuru sana Tifutifu. Naam. Gazeti hebu niliona kwanza lilikuwa ndo lina story gani la hili gazeti? Mimi sikujua kama Mo katekwa. Lakini baada ya kununua Mpendo wa magazeti, mimi kununua ile gazeti ndio nilipoona Mo katekwa. Na kama katekwa huyu binadamu mwenzangu, usiku nikaangalia babu yangu sasa na majina ya babu yangu yakanambia, wewe nenda Dar es Salaam moja kwa moja uende ukamuone baba yake. Na ndio kilichonishawishi na kikanipa nguvu, nikatoka Mangula moja kwa moja mpaka Dar es Salaam na kufika. Hebu ligeuza kwa kutuliona mwanzo bwana. Nini ambacho kilikuwa huku kwa sasa kwenye story yenyewe? Kuonyesha huku hivi. Umeelewana? Kutekwa Mo Dewji kulivyobadili upepo nchini, picha ya Mo babake walikuwa kwenye press, nakumbuka. Lilikuwa ni Mwananchi, tunasema Mwananchi, Jumatatu Oktoba 28 ilifanyika hii press. 2018. Bwana Tifutifu, mimi nikushukuru sana. Ndio. Mimi nitaka nifahamu kwamba Simba wataendelea na hiyo laana ya kutokuchukua ubingwa? Itaendelea. Hata kuna baadhi ya wapenzi wa Simba kindaki wanadai kwamba uongozi ubomoke, sijui viongozi watimuliwe, watasumbuka bure, warudi nyuma kama alivyoagiza Mwenyezi Mungu. Mkitarafiana Waislamu, rudini kwenye hadithi na aya za Qur'ani. Sasa warudi kwangu mimi, tutafakari kwa nini nafanya vibaya. Wamejisahau. Aya inasemaje kwanza tukumbushe? Hiyo aya inasema kila binadamu mkitarafiana, mrudi kwenye hadithi za Mtume na Qur'ani, itakuwekeni mstari mzuri wa kuondoa tofauti zenu. Waislamu hamtakiwi mweke upasi, mweke ugomvi. Sasa mimi sina kinyongo, na ndio maana ndipo kwenda kwenye ofisi ya Dewji, nikamkuta Dewji, sikumwambia gharama hata ya shilingi. Hata ya shilingi, ngani na uwezo kuambia bwana, kazi yako mimi nitaifanyia hivi, lakini unipe 3 milioni, unipe kwanza advance 1,000,000 au 500,000, nikifanyia kazi yangu utanimalizia itakapobaki. Mimi sikufanya hivyo. Nikiwa ninafanya kazi nikiwa na uhakika, na ndio maana sikuhitaji chochote. Na pale waliponiambia tukikuhitaji tutakuita, nikawa na imani kubwa, imejenga imani kubwa. Nakushukuru sana Tifutifu.